it is our second year tangu kanisa kuzaliwa, since the church started. Mwaka huu sasa ni wa pili. And now this is our second year. Hotuba yetu imebeba mambo matano. Our speech carries 5 main things. Na tunaanza na jambo la kwanza. We would like to start with the first thing on the speech. Ambayo ni shukrani kwa Mwenyezi Mungu. This is just our thanksgiving to the Lord. Ningeomba watu wenye vitabu wafungue Biblia haraka, mmoja Kiingereza, mwingine afungue Kiswahili, tukisome kwa haraka kitabu hiki. I would like for the people who have English or Swahili Bibles, please open your Bibles. Yeah, we are going to read both. We are going to read both Bibles today. Yeah. So, mmoja afungue Zaburi. One, please open Psalms. Sura ya 127. Psalms 127. Na mstari wa kwanza. Verse 1. Na mwingine atafungua Wafilipi. And the other one will open Philippians. Yeah. Sura ya 4. Chapter 4. Mstari wa 13. Verse 13. Kwa hiyo yule mwenye amepata Zaburi asome kwa Kiswahili kisha kwa Kiingereza atafuate. And for the one that's found Psalms 127, please start and the English will follow. Zaburi ya 77 mstari wa kwanza. Tusome kwa jina la Yesu. Amen. Kama Bwana asipojenga nyumba, wenyeji kujenga wasumbuka bure. Kama Bwana asipolinda mji, zamu anaekesha bure. Amen. Amen. We'll read. Kiingereza nasoma. Anyone ready with Psalms 127 verse 1? I'll read in the name of Jesus. It says, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the gods stand watch in vain. Amen. Yes. Tunaenda kusoma Wafilipi. We'll also read Philippians Kiswahili aanze 13. Philippians chapter 4 verse 13. Amen. Yeah, 13. 13 tusome kwa jina la Yesu. Philippians chapter 4 verse 13. Tusome kwa jina la Yesu. Yeah. Ninaweza kufanya maneno yote katika Kristo anitiaye nguvu. Amen. Amen. It says, I can do all things through him who gives me strength. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the Lord. Hizo ni shukrani zetu kwa Mungu. These are our thanks to the Lord. Kwamba kazi hii sio kwa nguvu zetu. That this work that we are doing is not by our power or strength. Hizo ni nguvu za Bwana. But it is God's power. Kwa hiyo tunamrudishia Mungu tukufu. And for that we are just returning this glory to God. Kwa kuwezesha kazi hii kusimama mpaka leo. Allowing this job to continue. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sehemu ya pili ya hotuba yetu. The second part of our speech. Shukurani kwa waalikwa. Is to say thanks to our guests. Tunashukuru wote ambao si wanamemba wa kanisa la waabudu halisi. Would like to say thank you to everyone that's not an official member of true worshipers. Ambaye ameamua siku ya leo kuja kujiunga pamoja na sisi. sisi. Decided to join with us today. Mungu awabariki. May God bless you. Kwa kipekee tunashukuru kanisa la Light and Shine in Jesus. We are thanking the Church of Light and Shine in Jesus. Kila wakati hawa ni washirika wetu wa karibu sana. Every time we see them, they are our very close friends. Yeah. So tunawarudishia shukrani nyingi kwa kuitikia mwaliko mara tena. We'd like to just give thanks for just accepting our invitation again. Yeah. Mungu awabariki sana. And may God bless you heaps. Na tungefurahia pia mna kawaida ya kutualika, huwa wanatualika. You guys have a habit of inviting us as well. Muendelee kufanya hivyo. So continue inviting us. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sehemu ya tatu. Our third part. Shukurani kwa kanisa lote. A big thank you to the entire congregation of the church. Tuna washukuru wamama wote wa kanisa la waabudu halisi. We thank all the mothers in true worshipers.
Tunawashukuru wababa wote wa kanisa la We Wabudu. thank all the fathers in this church. Tunawashukuru vijana wote wa kanisa la We Wabudu. thank all young people, youth in church. Tunashukuru pia na watoto wetu wa kanisa la We Wabudu. also say thank you to our children as well. Na sababu moja tumeshukuru sana kanisa mzima. The main reason why we are thanking the whole church, Ni maneno matatu ambayo tumeshikamana nayo. it's because of 3 words that we are with, that we have. Tunashuhudia upendo kati yetu. That we are witnessing love in our church, Tunashuhudia umoja kati yetu. also witnessing unity, Na tunashuhudia furaha kati yetu. and also witnessing joy or happiness in church. Mungu alibariki kanisa lake. May God bless His church. Bwana Yesu asifiwe. Sehemu ya ile ya hotuba Our 4th part of the speech. ni tukio la ubatizo. It's the act of baptism. Katika mwaka huu Within this year, tumepata neema kupokea mtu aliyetoka kwenye dhambi na kumpokea Kristo. this year alone, we received someone who left a sinful life and decided to receive Christ. Na tukio hilo lilipitika mnamo tarehe 7 And this act happened on the 7th, mwezi wa 12 on the 7th of December, mwaka 2024. Mwaka year wa- 2024. So the baptism happened on the 7th of the 12th, 2024. Na ndugu yetu aliyempokea Kristo anaitwa Ildefonso. And our brother who decided to receive Jesus is called Ildefonso. Kwa hiyo kanisa la Wabudu halisi tunashukuru Mungu kwa kutuletea mhubiri mpya. As the Church of True Worshippers, we thank the Lord for bringing this person. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Praise Jesus. Sehemu ya 5 na ya mwisho ya hotuba. And last but not least, on the 5th, Shukurani kwa shirika hili la Galgat. a big thank you to this organization that's called Galgat. Girls Guide. Tunawashukuru sana shirika hili We are giving big thanks to the organization kwa sababu wametuweka uhuru kutumia majengo yote haya. because they've made us free to use all the halls in this place, the Moyo rooms. hii ya Moyo, This one in Moyle. na pia tuko uhuru hata tukitaka tunaingia hata kule Parapos. We are also free to use the room that's in Parappa. Kwa hiyo In Parappa. tunaomba Mungu awabariki sana. And so all we pray is for God to continue blessing them. Na mwishowe kabisa tunaishukuru serikali ya Australia na ya Darwin kwa jumla. We would also like to thank the Australian government and the Northern Territory as well Kwa kutukubalia kuanzisha huduma hii ya Bwana katika ardhi. for allowing us to start this ministry on this land. Na mwisho kabisa And last again, naenda kuwashukuru wenyeji wa hapa ambao ni wanaitwa Aboriginal. I would like to give a big thanks to the landowners, indigenous people. Wanafurahia sana tunapokutana na wao They are very happy every time we meet with them. na huwa wanafurahia sana wakati mwingine kuja kujiunga na sisi. And they are always happy. Sometimes they wish to come and gather with us. Hatujaona usumbufu wowote kutoka kwao. We haven't seen any troubles at all. Kwa hiyo tunawashukuru sana And for that, we'd like to say big thanks as well na to them. tunaomba Mungu awabariki sana. And we pray to God to bless them as well. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the name of the Lord. Furaha ipo kanisa. Are we happy? Amen. 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 Huo ndio mwisho wa hotuba. And that will be the end of our speech. Tunaenda na mambo mengine yanayofuata. We will proceed with the program.
Wakati tunaenda kualika kwaya ya umoja, as we welcome Unity Choir again, upendo. love for the kids choir have been sung yet, so welcome Kids Choir, Upendo kwaya. Upendo Choir or Love Choir. Upendo kwaya.